32,021. Ndo nini? Samara kaandika ukutani kwetu. Alafu mwana alikuwa analia. Dada! Muda wote nakutuma hiyo simu. Simekwambia uniletee au nitumie ukaka wangu sasa? Unataka hela yenyewe ipo ndani ya hiyo simu. Alafu unataka uchelewe. Nikiondoka hapa utajua unakula nini usiku. Wewe vipi bwana? Ukitumwa itika faster, changamka. Bila hii simu hela tupate leo. Sijui tutakula nini. Nilikuwa nakunywa maji. Sasa maji na hela kipi muhimu? Nitakupa jaba la maji afu tuone kama litakushindisha wiki nzima. Alafu kaka, nimekumbuka. Unajua kuna mtu anapita hapo kila siku asubuhi na chola ukutani. Kwetu? Alafu anaonekana yuko sawa. Anachola nini? Yaani kwa jinsi anavyoonekana yule kaka. Kwanza ni mgeni. Alafu pia yaani anaandika tu namba anaondoka, lakini mimi nikimwangalia naona kama hayuko sawa kwa sababu anaandika huko akiwa analia. Hakika kiume. Wa kiume, alafu ni mgeni yani hapa mtaani, sura yake ni ngeni kabisa. Anataka kupigwa. Nikimuona nitachomfanya. Nitamalizia uchungu wote wazazi wetu. Si unakumbuka kifo cha baba na mama? Unakumbuka sababu? Si haieleweki. Na wameshatangulia. Alafu mtu anakuja tu boya anachora tu kutani kwetu, sisi tumuangalie. Mimi usimwangalie, namtengeneza. Yaani yule tunampigia na atalilia huko. Ili haya mambo yaishe, labda nikushauri kitu. Sawa? Wewe ukimuona popote anapokuja kuandika namba ndwe, hata kama sipo, ni bipu. Wewe nitumie message ni bipu au nipo ndani niite kaka anaandika. Alafu mimi nitakuja kumfundisha kuandika vizuri. Maana yake labda anashindwa kutofautisha ukuta na ubao. Mimi nitamuelekeza ubao ni upi na ukuta ni upi. Wewe niachie mimi. Sawa. Kaandika huo ukuta hapo nje. Ngoja kaangalie. Nianze kupata hasira. Kaka. Fanya haraka, kaji mrefu. Moja bwana, niko kutenda ndefu. Tulia hivyo mwanangu. Unafahamu? Asa mimi naitwa Kaka G. Mimi ni mtu pekee ninayeheshimiwa mpaka hata marehemu babangu alikuwa ananiita mimi kaka. Kwa nini unachola kwenye ukuta wetu? Kaka, nina historia kubwa sana kwenye maisha yangu. Lakini kabla sijahadithia historia yangu, naomba nifafanue kuhusu hizi namba. Pengine hujui kwa nini naandika tarakimu zilizokuwa nyingi. Kuna vitu navifunga ili mali sio kila mtu akajua nini kusudi langu la kuandika hizi namba. Tafadhali naomba angalia hapa. Ndo nini? Tarehe 20 mwezi wa 3 ndio tarehe ya kuzaliwa kwangu mimi. Kwa umezaliwa mwaka 2021? Kaka. Yaani hapo kamaanisha tarehe 20 mwezi wa 3 ndio tarehe yake ya kuzaliwa. Si ndio? Ndio. Hiyo 20 na 21 mwaka 2021 ndio mwaka ambao unanifanya mimi nilie mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi unaona machozi yanatoka kwa sababu huo mwaka. Hivi vijana sasa hivi, kwa nini mnapenda kuiga maisha ya watu? Eti mnaiga birthday, mnawaiga wazungu. Wenzenu wazungu wale wameshakuwa matajiri na wana maisha mazuri, lakini sio nyinyi. Sasa kwa mfano kama wewe mwanangu Chumvi Nyingi, mwaka jana hapa birthday umeenda kujaza marafiki zako kibao, mmekula huko, mmekunywa,
Mmeenjoy, lakini kesho yake asubuhi umekuja hapa mwanangu, hata hela ya maandazi huna wewe. Tena ukaanza kunisumbua mimi nikupe hela ukanunue kitafunio. Ujiulizi. Hebu angalia maisha tuliokuwa nayo. Babako ametuachia nyumba hii. Tangu amefariki mpaka hii leo, hatujaongeza kitu, hatujapunguza kitu. Chumbani kwako kwenyewe mwanangu, nyumba mashimo ya panya chumbani yametawala kibao. Thingboard mwanangu mpaka leo umeshindwa kuweka. Chumvi mwanangu. Maisha ya kuiga ya kazi gani? Kwa mnapenda kuiga wazungu? Birthday kwako ya kazi gani? Mama, mimi ni kijana. Tena ni kijana ambaye anachipukia, anahitaji kufanya vitu tofauti tofauti. Na ukizungumzia labda naishi maisha ya kuiga, hata wa Marekani wenyewe au sio bwana walivyoanzisha jambo hilo. Sio tu kama mimi ndio kwanza kuiga, watu wengi walikuwa wakiiga. Waimba muziki wenyewe, nyimbo haziwezi kuwa nyimbo nzuri bila kuwaiga hao wa Marekani. Ndio maana sasa kuna mapiano, sijui kuna hip hop, kuna R&B. Zote zimetokea huko kwa wenzetu rangi nyeupe. Ushaelewa? Lakini hao bongo movie wote nao anaigiza, wanawaiga huko. Ndio maana nasikia hata kwenye kushoot nasikia action, pose, Kiingereza kitupu, hakuna Kiswahili mule. Ushaelewa? Mimi nani nisiwaige wao? Kwa hiyo acha niwaige hao. Ukiachana huko Marekani, bado kuzungumza Marekani. Hapa Tanzania tu kuna mtu mmoja Diamond Platinum, Domo. Yeye anapoandaa birthday yake, anamuita mama yake, anamwambia mama, mimi nataka nifanye birthday yangu kubwa. Mama Dangote naye anashiriki kwenye birthday. Sasa wewe nakwambia, unaona mimi kama naongea kitu ambacho hakina maana yoyote. Mama, mimi nilitegemea wewe utaungana na mimi bega kwa bega kwenye birthday yangu ili uweze kufika. Na kitu ambacho wewe ukielewi mama, mimi sio kama labda birthday hii miela natoka kwangu mfukoni, hapana. Ila zitatoka kwa marafiki na majamaa. Kuna rafiki yangu mmoja ananiambia kazi yake atatoa mimi nguo, nitavaa nguo nzuri. Kuna mwingine anakuambia atatoa ukumbi, kuna mwingine atatoa muziki, kuna mwingine anakuambia nitanunua keki na champagne. Na ule mshumaa unafanya ule. Kuna mtu kajitolea anataka kununua. Ili tu birthday nifanye vizuri. Wewe hapo cha kukifanya mama yangu mzazi, kujiandaa tu kwenye birthday tukaenda wote. Pengine unaweza ukatafuta zako kiskini au kitaiti, ukatafuta na t-shirt yako nyeupe, chini umepiga laba zako nyeupe, umeelewa vizuri? Au utafuta suruali ya shangazi kaja au labda inaitwa nini ile? Jeje, vaa jeje, tunakwenda mama yangu. Ukajionyesha kwamba wewe ni mama wa mtu maarufu. Umeelewa? Mimi unapoliona pale nilipo, nafanya yote kwa ajili ya sifa. Ushaelewa? Nataka nipate sifa mtaani hapa kote. Bwana ukiandaa birthday watu wengine wakija pale wakiona ni msanii au ni mtu ambaye kidogo mwenye muonekano mkubwa. Si umeelewa? Kwa hiyo mama wewe tushirikiane kwenye birthday. Jiandae hata kama utakosa zonguo, vaa hata dela jeupe. Mwanangu, mimi mamako tangu nimezaliwa sijawahi kufanya birthday hata siku moja. Nimepungukiwa na nini? Mtoto yoyote anapozaliwa mwanangu anaanza kulia. Na ukiona mtoto anazaliwa na kucheka basi ujue uchulo. Mtoto yoyote akizaliwa anaanza kulia, na wewe ilikuwa natakiwa hivi. Siku ya birthday yako ni siku ya kuzaliwa mwanangu. Bora hata tungemuita shehe. Tuite shehe, akuombee dua, maisha yaendelee. Upate pesa zako, ufanye mambo ya maana. Lakini tena nyinyi watu wa sasa hivi kwa sababu ya mambo ya kuiga, ndio maana mnakosa mambo nyinyi. Mama, sasa shehe anafanya nini sasa hapo? Kwa birthday watu wataka kupendeza vae vimodo, mtu ataka avae kama kipensi kweli, mtu anavaa kama nini Chris Brown, alafu muite shehe. Jamani, shehe anafanya nini sasa hapo? Shehe anakata keki? Mama bwana, hapo unarudi mambo ya zamani. Yaani kama mtu si uzee, si ndio kitu gani mamangu? Hivi kwa nini unapenda maisha ya kuiga na kukalili wewe? Maisha ya Diamond utayapata wapi? Diamond ameshakuwa tajiri. Chochote atakachokifanya na lazima watu watakipokea. Wewe mwanangu, maisha uliokuwa nayo, pangu pakavu tia mchuzi tule, uende ukamwige Diamond, utampata wapi wewe? Mama, maisha ya Diamond na maisha yangu, mimi nataka kusema ya kwangu mimi kidogo yako vizuri. Kwa sababu Diamond alipotokea maisha yake yalikuwa magumu. Usimwangalie pale sasa hivi. Muangalie maisha yake Tandale alipokuwa akiishi. Yeye na mama yake walipanga chumba kimoja tu. Tena hapo kwao wanapokaa kuna mfereji wa maji. Mvua ikinyesha maji ninakwambia yanafika mpaka dirishani. Kuna wakati mwingine Diamond begi lake la nguo lote linakuwa limeloa. Kwenda kuanika mpaka jua litoke, sio leo. Nguo zinanuka mvundo. Maisha yao ndo akatokea Diamond nyuma. Umeelewa vizuri? Maisha yangu mimi naishi pazuri. Baba kaniachia nyumba hekalu hii. Unaifanya na Diamond? Simafanikiwa sasa hivi tu. Mimi nitakuja kufanikiwa, napambana mimi na biashara yangu na mipango yangu mwenyewe sana. Nataka nijifunze mimi kuigiza hapa, nijifunze kuigiza ili baadaye na mimi niwe maarufu. Mama, mimi nitakushauri wewe, nisikize mimi mwanao. Si umeelewa mamangu? Mama, mimi namuiga sana Diamond, nampenda sana Diamond. Kwa sababu Diamond anafanya birthday kubwa, tena kidimbu muda mwingine, au hapa kitambaa cheupe, au anafanya nini ile nini unataka nini? Mpo Afrika, Temeke pale. Hapa Davis Corner.
anafanya sherehe sehemu kama zile pale kwenye makumbi makubwa. Niache na mimi nifanye kazi kwenye nifanye sherehe kwenye ukumbi. Sawa mamangu? Baadaye basi ngoja nikagawa taarifa. Chumvi. Wewe hangaika tu wewe. Litakukuta jambo. Hiyo itakuwa noma hiyo. Azio. Birthday yangu itakuwa kubwa tena kubwa kuliko birthday zote duniani. Asiyekula atakula siku hiyo. Asiyekunywa atakunywa pombe mpaka atalewa. Wazao vilibu atakunywa vilibu. Nataka tu kwamba nionyeshe kwamba mimi ni mwanamume ambaye nimejipanga kwenye hii birthday. Wewe bwana kwa kujisifia wewe. Wewe kwa kujisifia ujambo. Yaani kivipi yani? Ujue usije ukatufanyia yale mwaka jana. Ushanielewa? Maswara unatuweka ukumbini unaanza kutuhesabu unatuambia naangalia idadi ya watu niende nichukue hata keki ya 30 au 40. Mwisho unatuletea keki za shilingi 100. Hilo jambo hatulitaki mwaka huu. Yaani inategemea. Inategemea na hali ya kiuchumi. Unajua mwaka jana tofauti na mwaka huu. Mwaka jana mimi nilikuwa na hali ngumu sana. Kwa hiyo nikachekesha katika akili yangu, nikanunua mkeke wa shilingi 40. Alafu ukumbini kuna watu 30. Si nitakuwa nimepata mimi hasara. Ukizingatia watu 30 nikipiga mahesabu, keki za 100 zikiwa 30 maana yake natumia 3000. Kwa hiyo katika 40 inabakiwa na shilingi 37. Nikasema acha nijiongeze. Kwa sababu kuna birthday ya mwisho wa siku kuna mazingira ya chai asubuhi. Nitakunywa vipi supu? Nikajiongeza. Lakini mwaka huu sitaki iwe kama mwaka jana. Umeelewa? Mwaka huu nataka iwe tofauti. Yaani mwaka huu nataka iwe kubwa. Pote ile mbali bwana niamke sina hela lakini nimetia heshima. Nimetia heshima kwa watu wote walikuja kwenye birthday yangu. Hongera bwana kwa hilo. Sasa kitu kingine tuje kwenye swala zima la happy birthday girl. Birthday girl sio demu wangu yule. Yule mwenye miguu kama miti ya genge. Wewe. Acha dharau. Sasa si unajua ukimwangalia kwa mbele kama anatembea upande hivi. Wewe usimdharau demu wangu. Mimi basi kumdharau demu wako hata siku moja. Ni watu wanaonea huruma. Sio kuonea huruma. Yaani kikubwa ambacho wewe ukijui. Demu wangu mimi enzi ya utoto alikuwa na majipu makalioni. Unaelewa? Sasa ni majipu kitaweza kutumbua na nini? Akasema huyu anatakiwa achomwe sindano kukausha jipu. Akachomwa sindano ikaenda pembeni. Ikagonga kwenye msuli. Ndio pale akafanya kama hivi kidogo. Lakini kwa sasa hivi anakaa kama fashion. Kama Diamond tu mdomo wake zamani sio unakela. Sasa hivi mdomo wake unakaa na lips denda. Ule mambo vile. Haya tutoke huko. Tuje kwenye swala zima la sound. Unazungumzia muziki? Muziki mimi tayari kile mipango yote shaka sawa kwa DJ Shom. DJ nitakayemchukua mimi ni DJ Shom. Shom? Yaani kivipi? Mbona unamdharau sana? Unamdharau DJ Shom? Siku hizi unachukua muziki ya misibani? Yaani kwa sababu ya mseleleko, kwa sababu mimi pale ninachukua bure. Sitoshi kwenye kundu yani. Maneno tu. Sasa hivyo ndio vinavyoharibu happy birthday yako mwanangu. Ushanielewa? Kama hujajipanga achana na masuala ya kufanya sherehe. Mziki tunamjua mtu mzuri ambaye anapiga mziki ni Mr. Ali Dadi. Mzee wa mapiano. Yule mwenye mitatu. We, yule anapiga mziki kwenye makasino huko, kwenye mapabu. Unafikia ataniambia shilingi ngapi? Ataniambia milioni, unaitoa wapi milioni? Sasa mwanangu, hapo sasa ndio inapokuja point. Inabidi tufanye kitu kikubwa, au sio? Wewe umejipangaje? Mimi hapo nimejipanga kutokana na swala sio kama lilikuwa akilini mwangu. Mimi akilini mwangu ilikuwa kwamba muziki bure tu kuchukua. Unaelewa? Kwa sababu umeniambia kwamba lazima tupate sound iliyokuwa nzuri ili sherehe iwe kubwa. Umeelewa? Nitajichekecha hapo amna shilingi 30. Wewe mwanangu ondoka mwanangu. Yaani kivipi unanifukuza? Ondoka mwanangu, hujajipanga. Yaani hauko serious, unanitoa mate mtu mzima mimi. 30 upate muziki mzuri. Haya, sawa. Wewe mtu wako unaweza kuzungumza kwa shilingi ngapi? Hiyo 70 tu mwanangu tunamaliza jambo. Parefu, sema sio shida kwa sababu nimeshalipanga ile jambo liwe kubwa. Acha nipambane. Kama Mungu akinibariki kufanikiwa, basi nitawakilisha kwako, wewe utaongea nayo ya dada. Basi hilo limeisha mwanangu. Au sio? Utoto hujaachaga wewe. Kivipi? Mbona huo mshahara uendi? Saa ngapi? Mbona mshahara uendi? Yaani hapa ule mwindaji ule ndo hayupo, ndio maana mshahara uendi. Mpaka arudi mwindaji kutoka polini kuja huko. Sawa. Au sio? Basi poa ndugu yangu. Poa kaka. Poa. Poa kaka. Poa. Hapo umenikumbusha kitu kimoja. Yaani unajua unavyoongea hivi, ulivyokuja karibu. Yaani umetoa mijimeno nje Tanzania mbwa anajinyosha. Mbwa wewe. Nimekupata leo. Bwana huyu. Birthday kaikamili. Kikubwa kilichonileta hapa kwako, nataka nikufahamishe kipenzi changu kwamba kesho ndiyo siku yangu ya kuzaliwa. Kwa hiyo nimekaa nikafikiria nikasema lazima nifanye birthday kubwa ambayo birthday hiyo itaambatanishwa na sherehe ya kukatwa keki, ya kunywa bia watu wengi walewe. Lakini ukiachana na hivyo pia
siku hiyo ya kesho ambayo keki inakatwa, nataka nikufanyie bonge la surprise. Wow, unavyopenda surprise mimi. Surprise yenyewe ile ambalo nakwambia fumba macho, unafumba macho, alafu nakwambia haya, nyosha kidole kimoja mbele, unanyosha, alafu naitafuta ile pete yangu mimi kwenye kidungu juu na kuvesha. Asante Mungu, yani hapo utakuwa umekata midomo soko kwinyo. Na mimi ndio hilo lengo langu. Kwamba kuna video vingine hapa Uswahilini vilikuwa vinaweza kunilingia na vitongoza na nikataa. Na vitongoza na nikataa. Baada ya kukupata wewe, nataka nionyeshe kwamba mimi mwenyewe ni gentleman na ni mwanamume ambaye nina mvuto wangu. Uzuri unachangia pia. Kwa hiyo nataka nikutambulishe mbele ya watu wajue kwamba wewe ndo mchumba wangu, lakini kwenye birthday yangu. Usijali, hilo limeisha. Na tena nataka nije na marafiki zangu. Sitaki nije peke yangu. Au unalionaje hilo? Sio baya. Kwanza tutakuwa msaidia wanaume wengine ambao hawana mademu kwenye birthday yangu. Mfano kama Kamugisha. Kamugisha katika maisha yake yote sijawahi kumuona na demu. Kamugisha ni yupi? Yule rafiki yako mrefu sijui kama kitu gani yule? Ananyoa hivi kama wanaendesha basikeli za mayai au wale wa Masai. Ananyoa pembeni kati anaacha nywele yule rafiki yangu. Okay, nishampata. Basi hilo limeisha, nitakuja nao. Utakuwa umemsaidia sana, unamuondoa ugumu. Basi baby, mimi niseme kwamba mimi niache niondoke. Lakini kabla ya kuondoka nikupatie kidogo jamani. Walele ukue. Hapo wewe. Mimi ndo natakiwa niseme hivyo. Sogojo majirani huku. Mwanamke chuchu, wote chuchu. Baby. Okay. Mwanamume kitambi. Basi mimi acha nikuache kwanza, nataka nikwambie kila mtu atambue. Kila mtu ajue kwamba mimi kesho birthday yangu. Basi sawa. Au si? Sawa, mimi mwenyewe pia naanza kuambia marafiki zangu. Okay. FK Kamugisha mtumbadi. Inakuaje? Safi mwanangu. Bana huo mguu ulikuwa ni wako, sasa nilikuwa nakuja ofisini, ila bahati nzuri tumekutana njiani hapa, nadhani kila kitu kitakuwa sawa. Ndio. Bwana mwanangu, kesho tuna bonge la party. Happy birthday party ya mwanangu sana yule chumvi nyingi yule. Chumvi. Chumvi. Shoti. Kipo hivi kina kidogo kaa shoro. Okay. Nipangilie mwana. Sasa mchongo uko vipi? Baba, kesho sisi tuna party, happy birthday. Umeelewa? Yaani tunataka tufunge mtaa. Ukisikia kufunga mtaa na mwanangu sana leo tunataka tufunge mtaa. Sasa mimi ndio chawa, si unajua? Imeisha hiyo. Natengeneza mazingira vizuri. Sasa tukaja tukazungumzia kwenye swala zima la sound, tukakuona wewe mzee Ali Dadi. Mzee wa amapiano. Ukishaingia kwenye vitu vyako pale, ushapiga vitu vyako vile, najua unakuwa vizuri zaidi. Lakini kingine ambacho nakusifia bwana mkubwa, nakusifia kwenye swala zima la playlist. Unajua kupangilia nyimbo za happy birthday. Sasa nilivyomshauri mwanangu sana, akasema basi fresh. Sasa hapo tumejipiga huku na huku, tumepata shilingi 70. 70. 70 kama unaonaje kama ungeongeza kama 30 hivi, kwa sababu siku hizi na watu wa bendi yangu nikiwa napiga muziki ndio unasikia kunto amapiano. Baba, mimi nakukubali, mimi shabiki yako. Ila sasa hapo kwa sababu sisi tuna na watu ambao kidogo tunawalipa kidogo, ushanielewa? Kwa hiyo mambo yamekuwa kuwa mengi. Laki kitu gani bwana, sema hiyo 70 bwana, chukua wewe mwanangu sana. Imeisha hiyo. Au sio? Hiyo imeisha. Nakukubali mwanangu. Usijali, so unajua mimi mzee wa pangilia beat, naika mzigo unatia mzigo, utasikia chao, utasikia amapiano ama teacher. Oya, awote. Basi hiyo ni safi mwanangu. Tamaliza au sio? Poa. Shokali. Poa mwanangu. Thank you. Weka mazingira poa mwanangu. Oya, hapo nimekuta piskali zimekaa kama 8 hivi. Zinasikiza ngoma zako. Bwana, Shala unajua kuimba. Mungu unaimba, una yang kwenye beat. Wewe hatari. Sikiza kwa miti kadizo ujue mimi simaini. Kwa sababu ishazagaa kibao Shala Boy ajui kuimba, Shala Boy nini au sio? Mwenyewe hicho kitu. Kwa hiyo wewe kama unataka shida yako unataka, wewe niambie. Kuliko mimi kunisifia sana, kwa sababu hata nyimbo zenyewe kuposti amjie kuposti. Wewe mwenyewe sije uko na posti nyimbo yote ya kwangu. Kusupport amsupport afu mnakuja Shala Boy anaimba Shala Boy nini? Mambo mistake. Kwanza nikwambie kitu Shala Boy. Katika watu wanayoposti nyimbo zako mimi na posti kweli. Juzi leo umeposti cover, mimi nikaliposti na Facebook. Umeelewa? Madem kibao Facebook wasema jamaa mbona blazameni mweupe hivi na nini? Nikamwambia mimi anaimba bongo flavor huyo. Unajua zile, lakini tuachane mambo ya kusifia. Inawezekana labda ukanishushua kwenye jambo langu ushinda kunisaidia bwana Shalala. Kikubwa kilichonifanya mimi mpaka nikafika hapa. Mwenzako bwana, mimi nina shida. Shida yangu kubwa maana mimi nataka unazime shilingi 20,000 mwenzio. 20,000. 20,000 kwani kuna nini? Mbona matatizo kila siku matatizo wewe? Yaani leo unakuja shida hii mwanangu, kesho shida hii. Yaani mpaka mwanangu unakuwa sielewi. Yaani shida yangu kubwa ni kwamba mimi kesho nina birthday yangu.
Sasa nataka nifanye mpango wa kununua makeki kidogo na ule mshumaa unafanya. Sasa ile keki 15,000, ule pale mshumaa sasa nasema shilingi 2,500 sijui na kuna maua kuweka kwenye keki pale. Sikiliza. Poa. Mimi kama ulivyosema ni kuazima 20,000, 20,000 mimi nakuazima. Lakini niambie kabisa kwa sababu umesema ni kuazime lini naipata 20,000 yangu. Yani wewe ukinasema mimi shilingi 20,000 maana yake ni kwamba kesho kutwa jioni. Sasa mwanangu sikia. Hiyo 20,000 umepata. Cha msingi wewe hapa jioni wewe ibuka au sio? Utanikuta pale kibarazani. Mimi nitakugeia hiyo bei gani? 20,000. Lakini kwa makubaliano kama tulivyokubaliana. Basi ina shida. Sasa na kingine bro. Kuna siku moja ulikuwa kwenye show pale Mwembe Yanga pale, kuna jinsi fulani ulilivala la kuchanika chanika hivi. Na laba fulani za Nike kama za yule jamaa yule anakibakashia achana naye. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba nazo zile uniazime zile nikavimbe nazo kwenye birthday kesho. Mwanangu wewe ueleweki, unataka hela, unataka laba, unataka jinsi au unakuja kunipurusa au vipi? Sikiza nikwambie, mimi nitakwambia nimeshakwambia nitakugea 20,000. Hiyo maswala laba, maswala nini kwa sababu nikishavaa nguo zangu unatimbia sana mtaani. Au sio na mtu tikalizo kasha mahindi. Kama vipi wewe pitie jioni 20,000 maswala laba nguo achana nayo kati hofu yani. Basi nimekuelewa. Mimi nataka hiyo shilingi 20,000 tu nisaidie. Unasikia? Hiyo tu. Nitakuja baadaye sasa sio? Wasiponi kwache ndugu yangu, bwana sio? Unaona ni msaada nao. Haina noma, haina shida ndugu yangu. Shoga yangu ndo hivi. Kesho bana ndo birthday ya boyfriend wangu. Kama unavyojua, yule boyfriend wangu anapopenda sifa. Mimi mwenyewe sasa napopenda sifa. Kwa hiyo nimekuja kukuambia kwamba jiandae tena ujiandae kweli maana shughuli itakuwa pambe. Mwenzi tena boyfriend wangu anapopenda sifa. Kashirikiana na yule rafiki yake kamgisha yule. Basi shughuli itakuwa pambe. Muziki wa kutosha, vyakula, vinywaji, watu mtakunywa, mtalewa, mtakula, mtasaza. Unanielewa? Ila sasa shoga yangu shughuli yenyewe inatakiwa idamshi. Kwa maana hiyo sasa mavazi ni white party. Mavazi ni upo. Pia mwenzako boyfriend wangu amesema atanifanyia surprise. Sijui nikwambie, utaona mwenyewe kwenye shughuli. Sasa unaanzaje kuacha kuniambia? Shoga yangu anavishwa pete. Chumvi nyingi ananivisha pete kesho. Bahati iliyoje. Shoga yangu, kama nakuona vile. Tena sasa nataka wewe ndio uwe partner wangu. Hilo tena. Hamna hata shida. Cha msingi tu hapa mimi nataka nijue wewe umejiandaa vipi? Sasa kujiandaa tena unajua boyfriend wangu mimi kila kitu kipo sawa. Kujiandaa ndio maana nimekuja hapa ili nijue kabisa hizo nguo napata au sipati na ikiwezekana uniruhusu nikajaribishe kabisa. Mie tena taanzaje kukunyima shoga yangu? Takupa. Swala ni nguo, hayo mambo mengine hamna shida. Kwanza hapa kesho naenda saluni. Yaani wewe ile? Si unajua mwenyewe. Hamna shida. Mimi wala siwezi kumwaibisha bibi wangu. Kesho tu mapema saluni. Hivyo vitu vyote vitafanyika. Wala usijali. Poa, hamna shida. Haya, sasa ndio hivyo shoga yangu. Ngoja niende nikuja kukupa taarifa ila naomba usiniangushe bibi yangu. Na mimi tena taanzaje kukuangusha shoga yangu? Ha! Ai. Wewe, mbona unanipita sasa hapa mwana? Sio kukupita kwa sababu nilikuwa nashangaa miguu yako inaonekana leo umezunguka sana maana miguu imekuwa mieusi hiyo. Kiukweli nimelalatika. Nimelalatika mwakolongwa mwe. Kwa maana yake kusira kusamanzama. Nimelitafuta jambo na lazima nilimalize. Nahangaika yote kwa sababu birthday yangu nataka iende kama nilivyoipanga. Kwa hiyo hapa nazurura kutafuta riziki, kutafuta pesa. Je, nitapata wapi pesa ili niweze kufanya birthday yangu kwa siku ya kesho kwa furaha zote? Kweli. Mimi niko pamoja nawe na wewe unavyoniona mimi natoka huku, natokea kuhangaikia lile swala lile. Kwa huko ulikuwa unatoka kuhangaikia swala la birthday. Kwa hiyo Halidadi umekutana naye? Nimekutana naye mwanangu na bahati nzuri nimeongea naye vizuri, utamu kanielewa. Unajua yule mtu wa sifa, ukimjaza sifa tu unajua kila kitu chako unafanikisha, au sio? Nimempiga propaganda pale nini na nini, shilingi 70 kakubali. We, kakubali 70? Basi hilo jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Labda nikwambie kitu kimoja. Mimi mwenyewe hapa nilipo napambana kutafuta hiyo pesa tuliyozungumza muda ule. Kwa hiyo hapa nilipo mfukoni kwangu nina kama shilingi 50,000 fulani hivi. Kwa hiyo bado shilingi 20,000. Ikijaa hiyo 20,000 na kutafuta na kukabidhi ukampelekea Halidadi ili mziki ule uwepo. Kwa hiyo ndugu yangu mimi nashinda hata kukuelewa. Nakuona unahangaika, unakwenda huku kutafuta mziki na nini lakini bado sijajua mchango wako wewe unanipa shilingi ngapi. Nakuona kimya kimya tu kama mziki wa Jemo.
Wewe mwanangu una macho lakini uone, au sio? Yani sioni chochote, ninakuona ndugu yangu kama vile shanta, yani kama chawa, unahangaika kufanya kama birthday iende sawa, lakini sioni wewe mfuko wako. Yaani mimi mwanangu natembea huko natafuta muziki, lakini kitu kingine ambacho ukijui, part kama part inahitaji watoto wakali. Au sio? Namaanisha piskali. Lakini tofauti na hilo inabidi upate na mabrother men mwanangu, ili shughuli iwe kubwa, iwe pambe. Yaani mtu kwamba akitoa kinywaji huko anarudisha huko, chazi zinakuwa nyingi juu, kila jambo linakuwa sawa. Ulioni hilo? Wewe usihangaike nao wanawake. Wanawake, mabrother men, masista du wenye machula, madundu kama hivi, mimi mwenyewe nitawafuata, nitaongea nao, watakuja kwenye birthday yangu. Nitawaalika. Wewe pambana kunipa mchango wako baba. Usiruke kwenye mchango Baki katika njia kuu. Nipe mchango wako, niamini kwamba ndugu yangu umenichangia kiasi fulani, ndio ustaarabu ulivyo. Wewe mwanangu wewe. Mimi naona haipati mimi nishinde. Mimi nakususia na kuachia wewe fanya mwenyewe tu. Mimi nimejitoa kwenye kamati. Aibu, acha ujinga wako bwana. Usinisusie bwana. Haya sawa, tufanye, umenisaidia kwenda kumwambia DJ. Lakini usinisusie. Wewe niambie unichangia nini babangu? Sasa hii zungumza hivyo, sio nazungumza vitu tofauti. Sasa mimi bwana kesho nina mchongo wa 150 praying. 1,100,000. Umeelewa? Kesho jioni hiyo. Sasa kama unavyojua bwana, jungu kuu alikosi ukoko. Shughuli yoyote lazima ibaki na madeni. Sasa mimi nitaingia kwenye swala zima la madeni, nitakuwa na clear vile vitu. Pale kinachopungua kitu mimi natia hela yangu. Kwa hiyo mpaka vipungue. Kwa nini usinipe mwenyewe birthday boy? Ukanipa hiyo hela nikakaa nao mimi mfukoni, kwa ajili vitu vikipungua naanza kuulizwa mimi. Bwana wewe inakuaje hapa? Na mimi namaliza tu pale pap. Ili vitu vipungue nikutafute wewe pale kwenye birthday. Bwana ndugu yangu Kamugisha, tunafanyaje Basi tufanye hivi. Mimi kwenye hii shughuli nimejitoa. Unajitoaje sasa? Kati wewe ndo mtu ndani, wewe ndo saiba yangu. Unajitoaje sasa? Sasa mbona ni chamba sasa? Basi sawa, nimekuelewa. Wewe si Mr. Misifa. Unataka kwenye birthday unakaa kama labda mimi labda ndo umenifanyia ile birthday umefanya wewe yani. Mimi kama kishanta. Wewe si duli. Ai, baby si ai. Na wewe unataka pale kesho au sio? Kwa hiyo wewe unaelekea hivi? Mimi naelekea. Basi sawa, ina shida basi. Basi sawa. Sasa kitu kingine ambacho inabidi huko sasa wapi? Usimsema naenda hivi jamani. Sawa, naenda huko. Bwana kando umenakuili babu. Pambana ipatikane hiyo hela. Jambo ni kubwa hili. Mchezo wa zamani huo, mpaka tukumbana hivi na kukumbatia naye. La la yani. Marafiki kukumbana la Sasa unanuka mdomoni. Pigege mswaki siku nyingine. Hamna sigara hizi. Kucha, sasa kumekucha. Miela imeshaja mfukoni. Twende kwa DJ Alidadi. Iyo, waiona hiyo? Iyo. Waiona hiyo? Wewe mbona unaharibu nyimbo wewe? Sasa wewe umeimbaje hapa? Sasa hiyo nyimbo inaingiliana hapo. Sasa hapa mimi si nimepiga mapiano? Ya mapiano wakati nyimbo ya Diamond hiyo. Sasa hii mimi nayopiga mimi ndio happy birthday sasa. Nyimbo ya birthday ndio naimba hivyo? Ila wewe mwanangu kwa kujikoki wewe. Kwa hiyo kitambaa nani kakudanganya wewe? Kitambaa kimi nimefanana na Tupac. Tupac? Ya, nimevaa kama Tupac kwa sababu leo birthday yangu lazima nitoke Tupac. Tupac ana kitambi kama kitongoji hicho. Ndio tatizo lake sasa hapo. Kwa sababu mimi nimekuwa namba B, yani huku mwembamba huku nimepanda na maikaa B ndogo. Au nimefanana na Live and Viva Boy. Mimi unajua anayekujazaga ujinga najua ni demu wako yule. Kwa hiyo kakusifia kwambia wewe Viva Boy ulivyopiga hapa. Yani kama Live and unaonaje yani? Yaani unaona yani kama naona sura mzee Mpili ndio inakuja hapa. Mimi nifanana mzee Mpili mimi? Wewe mfanana aje Manala? Sawa. Tusiende mbali sana. Mimi bwana nimepambana kwa hali yoyote ile, nimepambana kwenye hali yangu ya kiuwezo, kukopa, kunyang'anya na kila kitu. Lakini Mungu amebariki. Nimeweza kuipata shilingi 70,000 kama vile tulivyozungumza jana. Kwamba umesema nikipata 70,000 unaweza kwenda kuongea na Alidadi mzee wa mapiano, akawa DJ katika birthday yangu. Basi ninayo hapa. Ipo kumfuko. Sawa. Wewe uko sawa? Niko sawa. Hilo limeisha, mimi nadhani tuondoke. Mama nataka nini sasa jamani? Mama mimi niko napiga birthday. Halo. Unaumwa nini? Yaani mimi kuna sehemu fanya hapa nipo nafuatilia masuala ya muziki mama. Unaelewa? Kwa hiyo basi naweza nikaja baadaye hapo kama muda kuchukua nguo nikienda ukumbini nakuja na nini? Jamani. Mama anasemaje? Mama bwana hataki umwa kipele. Na mwingine anadeka. Umeelewa? Anakuja mwanangu mimi naumwa. Sasa hapa ananiambia anaumwa. Ugonjwa mwingine ugonjwa kijinga tu. Baada ya kukaza mimi birthday nifanye kwa urahisi anasema anaumwa. Ananiambia basi pitia kwanza hapa nyumbani mimi naumwa mzio.
Yaani Mimi sipitii bwana. Tuondoke bwana. Sikia basi nikwambie kitu kimoja bwana. Mama ana nafasi yake. Kama akakwambia anaumwa ujue anaumwa kweli ujue. Ushanielewa? Alafu kama unavyoelewa wewe ndo mwanae inabidi adeke kwa lolote lile kwako. Mimi naona tupite tu tukamuone mama kwanza. Kumuona haina shida. Tutapitia tunamwona tuondoke. Sawa, lakini lazima tulipie saa hizi, muda unakwenda. Tuondoke. Unabaya gani? Nini sasa utakuja kudondoka huko pita huko? Bana mimi kama je channel kia huko. Unasumbuliwa na nini? Maana yake ulivyonipigia simu njoo haraka nyumbani, nimekwambia mimi nafuatilia masuala ya muziki. Na nimetoka hapa mimi hata uumwi. Saa hizi unaumwa umejifunika kanga. Nini kinachouma zaidi? Mwanangu. Naumwa baba. Naumwa mwanangu. Baba zinabana. Kichwa kinaniuma sana mwanangu. Lakini hata nguvu sina mwili. Pumzi zinabana. Naumwa baba. Mama, huo utakuwa tu ni hali ya utu uzima. Unajua mtu atapokuwa mtu mzima anakuwa na magonjwa kibao. Lakini achana nayo. Mimi niseme kwamba kitu kimoja. Kama ningelikuwa na pesa kwa siku ya leo, ningekupeleka zahanati. Lakini sina pesa, naangaikia swala la birthday. Liishe kwanza. Na watu nishajaribu kuwapanga. Kwa hiyo mama mimi naondoka zangu hivi, kuna mtu naenda kukutana naye huko mzee wa mitatu kwa ajili ya birthday. Kwa hiyo tulia kwanza, tulia. Mimi naomba tuzungumze dakika moja. Tuzungumze hivi, tunazungumza. Twende hivi tuongee. Maana yangu mimi ni kwamba wakati huu namwaga mama hapa tukondoka moja kwa moja tu. Kuondoka moja kwa moja wapi? Njoo kwanza tuongee. Kabla hatujatoka hapa. Tuongee mama. Njoo. Naomba unisikize kwa makini. Mimi nadhani hali ya mama pale umeiona ilivyo. Umeelewa? Sasa kwa ushauri wangu mdogo nilionao, mimi naomba tuchukue hiyo la muziki hiyo, tumpeleke hospitalini. Wewe una akili gani wewe? Na ndio maana mimi nilikwambia kabisa sitaki tupitie kwa mama. Wewe mama yangu mimi haumjui. Mama yangu mimi sio kama anaumwa pale. Ananiektia tu. Ushaelewa? Jana mimi asubuhi nilipomwambia bwana mimi kesho na birthday yangu, akaanza kuongea maneno mengi sana. Kwani unapenda kuiga? Kwani maisha ya kuiga? Namjua mama kwamba hataki birthday yangu ifanyike. Sasa leo hii natoaje hii pesa niliyokuwa nayo nianze kumpeleka hospitali? Bana chumvie. Hakuna mtu yeyote ambaye ana act kwenye masuala mazima ya ugonjwa. Ushanisoma? Jiulize kitu kimoja. Kwa nini hajaumwa jana kaja kuumwa leo? Hiyo ni mitihani Mwenyezi Mungu anakupa, anaangalia wewe ni mtoto wa aina gani. Vipi bwana? Wewe usizungumzie swala la Mwenyezi Mungu nipa mtihani gani. Nisikilize bwana. Nikwambie kitu kutoka moyoni mwangu. Siwezi kutoa hiki kiasi ambacho nimeshapanga kabisa. Swala zima la birthday yangu ilifane. Tena wewe mwenyewe ndio ulinishauri hivyo. Lakini nashangaa sasa hivi unakuwa ndume la kuili. Hapo unaongea vingine, kule umeongea vingine. Uliniambia mwenyewe tufanye sherehe kubwa. Tukakubaliana twende kwa Ali Dadi mzee wa mapiano. Kiasi cha pesa nakwambia ninacho. Baada tumpelekea Ali Dadi unaniambia nimtibu mama. Nikimtibu mama ninapata wapi mziki? Chumvi, huyu ni mzazi. Kwa nini tuende kutufaidisha watu wengine ingalia kwa tunamwacha mama anaumwa hapa? Hiyo hela ambayo tunaenda kuitumia kule kulewa, sijui masuala muziki, keki, champagne, kwa nini tusimtibie mama kwanza? Wewe Kamugisha, mbona unakuwa kama ndume la kuili? Hapo tuna shilingi 70,000. Tutoe shilingi 50,000 tu. Tumpeleke mama hospitalini, afu hiyo 20,000 tuchukue hata sabufa, inamaliza kila kitu. Sabufa? Yaani kwenye birthday yangu mimi niweke sabufa? Wewe mwanangu vipi wewe? Wewe sio ulinishauri mimi wewe? Uliniambia tuweke muziki mkubwa, ukasema tumwache DJ Shom kwamba muziki wake mbovu. Haya, nani ana muziki mzuri? Ali Dadi. Nimepata pesa, nimehangaika, nimekopa, nimenyang'anya, nimejaribu kuongea uongo, utapeli mpaka naweza kuipata shilingi 70,000. Leo unaniambia nitoe hela iende hospitali? Mimi naomba nikwambie kistaarabu. Na kama ni mtu mwenye akili timamu utanielewa katika hili. Wale watu ambao wanaenda kunufaisha wewe, wanywe pombe, walewe, sijui masuala ya keki, wacheze mziki, hawana uzito kuliko mzazi wako, mama yako. Alafu vile vitu ni vya starehe. Labda hivi vingekuwa vitu vingine ambavyo viko tofauti. Yale ni mambo ya starehe, acha kama ya starehe. Mhudumie mama kwanza, akipona twende kufanya shughuli nyingine. Kwani tatizo nini babu? Sasa nikwambie kitu ambacho unatakiwa kukielewa kutoka sasa. Nalolipanga haliwezi kupinduka kwa njia yoyote. Birthday yangu itafanyika na mziki utakuwa mkubwa na keki itakuwa ya kutosha na watu watajazana ukumbini wa kutosha. Mimi siwezi kubadili akili yangu. Sawa? Na kwenda kumaliza birthday, alafu nikishamaliza birthday kesho nitahangaika na bibi mkubwa. Lakini ukinishawishi nitoe hela kwa ajili ya mama, iko ni never in giving up. Chumvi bana. Chumvi. Yaani mwanangu unashindwa kunielewa? Unamwacha mama yako anaumwa vile kwa sababu ya birthday ndugu yangu.
Ingalia kuwa kuna watu ambao wanamisi hata kumshika mama yao. Kuna watu wengi hawana wazazi, wanawalilia wakina mama zao. Lakini wewe unashindwa. Chumvi, happy birthday ni nini? Happy birthday na uzito gani kuliko mama yako? Sawa baba, sawa. Lakini ungejua najisikia vipi katika moyo wangu. Maumivu gani nilionayo kwa ajili ya mama. Sawa, tutaona huo umuhimu wa birthday yako. Kulungwa chumvi nyingi. Niambie. Yaani usichokijua kwamba mziki ni vitamin. Na kama mziki ni vitamin ndo kama hivi, yani mziki unakutuma kila saa upige makelele uimbe baba. Unaua sana mwanangu, unaua sana. Kwa hiyo unawakera watu kwa kujua unajua kuimba. Sasa sikiliza bwana. Mimi niseme kwamba kwanza nashukuru kukutana na wewe katika mazingira kama haya. Mimi leo ni siku yangu ya birthday, yani siku yangu ya kuzaliwa. Nafanya birthday party. Umeelewa? Kutokana na wewe unaimba bongo flavor, alafu muziki uja kupeleka kokote, bado unahangaika, hujui hata unatokea wapi, hujui kwamba nyimbo yako itapigwa kwenye radio gani, mpaka leo unapiga makelele tu mtaani. Mimi nataka uje kuwa mshereheshaji kwenye birthday yangu. Wakati huo watu pale wanakunywa zao pombe pale au wanakata keki pale, alafu unapiga pale sijui nini huku na mnashikiaga hapa wenyewe. Sasa sijajua mnafangasi hivi vitu gani, lakini tuachane hayo yote. Nataka tu uje kwenye sherehe yangu. Labda nikutoe wasiwasi brother. Kuhusu swala la kuhudhuria kwenye birthday. Just chill down man, limeisha. Yaani swala birthday limeisha, lakini kuna kitu ambacho nilikuwa nakifikiria hapo. Unajua saidia usaidiwe. Umeona? Saidia usaidiwe. Kwa hiyo umejipangaje? Unauliza nimejipangaje, unamaanisha nini? Unajua chumvi nyingi mgumu sana kuelewa nkali. Lakini kitu ambacho kinanifanya nikwambie hivyo ni kwenye mpango wa mavazi unavyojua, afu vipato. Unajua mimi star, afu star ni kio cha jamii unajua. Kwa hiyo mimi natazamwa na wengi, unajua watu ushapiga promo, watu wanajua Baruti anakuja. Unajua afu mimi napendwa sana na watoto warembo. Kwa hiyo usipokuwa silence Mkulungwa utaumbuka. Yeah. Msanii ambaye kwa hujulikani kokote, nyimbo yako je kupigwa sehemu yoyote, eti nikupe hela, nakupaje hela? Kama ningekuwa na hela singeenda kumchukua na Diamond huko au Harmonize kumleta hapa Alikiba. Ndakuchukua wewe kwa nikupe hela wapi na wapi baba? Alafu kuhusu mavazi unazungumzia wewe. Hayo mavazi, mimi nikununulie mavazi wewe, baba yako. Baba yako mimi. Wewe unashinda kujiongeza, unashinda kwenda Ilala hapa kuchukua miguu ya mtumba ukaja na kwenye sherehe. Njoo na nguo nyeupe, fana pale ziko kibao, kuna buku, kuna buku 500, kata hata mikono kale kata mimi unakuja na kwenye party, kuna shida gani? Au sio? Nabwata. Sema nini? Nitatimba kwa sababu ni mwanangu, lakini usingekuwa mwanangu Bwana shemeji, kuna tatizo. Tatizo? Tatizo ambalo lipo, mama yake Chumvi anaumwa sana. Umeelewa? Lakini mimi kama rafiki yake Chumvi nimejaribu kumshauri, yeye akawa hajanielewa bado. Umeona Lakini kitu ambacho nimemwambia mama yake kwanza ampeleke hospitalini, masuala ya birthday kwanza achane nayo. Lakini kadri nilivyokuwa namshauri na kumwambia, ananikatalia. Sasa nikaangalia kwamba udhaifu wake uko wapi, ndo huko kwako sasa shemeji yangu. Kwa hiyo kitu ambacho nakuomba, naomba ukaongee na Chumvi nyingi. Umwambie hivi, masuala ya happy birthday aachane nayo, ampeleke kwanza mama hospitalini. Ni hilo tu shemeji yangu. Unajua kwanza wewe unachekesha sana. Sasa kama Chumvi mwenyewe amekataa, amesema mpaka birthday ipite, shughuli ipite, afu ndo tutampeleka hospitali. Kwani hapo tatizo liko wapi? Tatizo lipo, ina maana wewe ulione tatizo. Mchukulia huo mzigo kwamba labda ungekuwa ni mama yako mzazi ndo anauma anasema vile. Afu na wewe unasemaje hivi? Haya. Chumvi mwenyewe kasemaje? Chumvi kakataa. Sasa kama kakataa, mimi nani nikubali? Hivi una akili zinakutosha Sikiliza kwanza shemeji. Mimi na mimi pia naomba nikushauri. Subiri kwanza shughuli ipite, birthday ipite. Alafu mambo mengine yatafuata, tutampeleka hospitali. Kwani na maana tukiailisha pati leo, sisi ni madaktari ndio tuseme kwamba atapona? Na unavyojua, mimi leo naenda kuvishwa pete. Haya nimwambie ailishe shughuli. Maana yake nini? Yaani unathamini pete kuliko ugonjwa? Unathamini pete kuliko ugonjwa? Mimi nimekufuata wewe kama shemeji yangu, ukamshauri mpuzi mwenzio huyo, na wewe una puzi wako kichwani. Hivyo na kiti mambo kweli wewe? Umekuwa simba sasa unataka kuning'ata, si ndio? Haya ning'ate. Yaani unakuja nyumbani kwangu alafu unanikaripia mimi. Nitakuzaba makofi mimi. Sobutu nizabe. Wewe kama unataka jiunge na mimi. Twende hata huko saluni unakoenda, jiunge na mimi ndugu yangu. Pesa zote nitalipa. Au sio? Kama kweli wewe mwanaume, si uende ukamshauri huyo ndugu yako. Kama yeye kakataa, haya mimi nani mpaka mimi nikamshauri akubali. Mimi naona tu mambo ya shughuli kwanza yapite. Wenyewe ndo wachawi wenyewe. Acha shughuli iende, mambo mengine yatafuata baadaye. Naona tu unanipotezea muda. Hapo wenyewe naenda zangu kwa saluni kujipala,
mambo mengine yafuate. Akili una. Ungekuwa nazo ungefuga hiyo minywele yenyewe kama mtu aliyofia kwenye bia. Sasa mwanamke mwenyewe wewe. Yaani wanawake watoke wewe utatoka. Wewe demu wako, hebu mtoe demu wako afu mlete hapa kwa kutulinganisha. Sawa. Una demu wewe? Sawa. Mimi sina. Demu mwenyewe ndo nataka nikuletee mimi kwenye shughuli afu unajishaua. Sawa. Mada wako unifuate. Nikufuate wewe. Jamani watu wengine kama wanga sio watu. Safi vipi? Kama kawaida, mbona unanifanyia hivi tena kwaje? Unataka unifanyaje? Wewe unanikuta njama unanifanyia hivi ni vipi? Mimi na shida shilingi 10,000. Wewe vipi mwanangu? Unanikuta unanifanyia hivi afu unanipa shilingi 10,000. 10,000 umeweka kwangu au? Kwa unataka kujua kama nimeweka au sijaweka, si ndio? Babu sikia. Mimi sitaki dharau. Nijue shilingi 10,000 hapo. Oya mwanangu. Taratibu wewe. Sitaki kelele babu. Kwa wewe nani mwanangu? Babu. Fanya kitu, umeelewa? Oya wewe mkabaje? Sela. Afika usizitaka, umeelewa? Ndio usizitaka. Tulia. Sitaki kelele. Oya tulia. Mimi hela yangu ya kupeleka kwenye muziki hiyo. Kuna birthday leo mimi. Mimi muziki na watu. Mbona kelele babu wewe? Unajua kelele kibao. Bao. Wewe babu sikia. Hapo unanuna sawa? Nuna, sitaki kelele. No? Baridi tu. Usijifanya msala mpya. Umenikaba mimi au sio bwana? Mwizi Shalobalo. Yaani mimi nakwambia vipi? Mwana kulitafuta mwana kulipata. Nishakoma kisula. Bibi. Umerivia. Elangu. Nimekwambia kisula kabuku tena. Piga nikubali hivi. Oh, kilio cha mtu mzima. Umenipola. Hela yangu ya birthday naenda kulipia mziki, wamenipola. Ukimwona mtu mzima mama analia mbele za watu, ujue nimepolwa. Mungu mlani alinibia hela yangu ya mziki wa birthday. Nakwenda kupeleka hela mziki mimi. Leo yananikaba mimi. Leo ndo birthday. Watu wote shawapanga mimi. Nikakesa bufa. Hapana. Nitapambana kiume mpaka nitahakikisha napata hela ya mziki. Namtaka DJ Alidadi. Namtaka DJ Matatu. Lazima aje kwenye birthday yangu usiku wa leo. Lazima mziki wake upige mapiano. Lazima. Hata kama karibia sawa tu. Lakini birthday yangu inafanyika pale pale na mziki ule wa Alidadi. Mapiano lazima yali. Nataka piano mimi. Nataka mziki wa Alidadi. Vipi mwanangu? Fresh. Baridi mwanangu, vipi mchongo umefanikisha? Oya, mimi kwangu akishindana kitu babu. Mimi hakuna kitu kinashindikana kwangu mwanangu. Yenyewe hii mwanangu. Chukua i20 mwanangu. Afu mimi ya 50 niacheni kamtibie bi mkubwa. Mimi 20 ya nini? Si ya kazi hiyo bro. Kazi gani? Sikia, sio kila kazi unafanya ataka malipo. Sikia, wewe 20 changanya na hiyo hapo. Mpeleke bi mkubwa hospitali. Mimi najua thamani ya mama. Kwa hiyo una nayo mwanangu hiyo 20. Baridi mwanangu. Yaani hadi muuni anaelewa thamani ya mama. Wewe chumvi nyingi unashindwa kuelewa thamani ya mama kwa sababu ya birthday, kitu cha siku moja tu. Sema baridi tu.
Mwizi gani huyu? Ha! Mwizi kaniibia hela zangu bisa kwenye kwenda birthday. Lakini si mwanaacha. Wait! Halo. Nimeiona imeingia. Asante sana bwana. Asante sana. Asante sana. Alhamdulillah, kidogo wananipa imani baada ya kuibiwa 70,000 nimeingiziwa shilingi 15,000 na rafiki yangu kipenzi. Tena rafiki mwenyewe wa huko kabisa Mwanza, marafiki wa hapa wote makavu. Alhamdulillah. Oya, mchumba wangu. Vipi? Keki ushachukua? Keki ushachukua? Sasa sikia. Fanya haraka iwezekanavyo. Fanya haraka iwezekanavyo. Wahi hapo ukumbini. Fika hapo kwenye hiyo ba. Mimi hapa ndipo ndo nimetoka zangu hivi juu hivi, lakini kuna janga kidogo nimelipata. Hilo janga usijali sana. Shida nilipata mimi usijali sana. Nakuja, nikishakuja huko tutazungumza vizuri. Lakini peleka keki fast up. Haya. Hiyo inatosha tu, hiyo ndogo hiyo kubwa hiyo. Mambo yashakuwa yameingiliana. Yaani nikifika hapo tutazungumza vizuri. Wewe niacha kufanya tangulia tunapofika kama nilivyokuambia. Wai. Birthday boy. Unaona kama naelekea kufeli. Lakini siwezi kufeli. Lazima birthday ipite. Happy birthday to you. Happy birthday. Mama, pole sana. Mama, mimi najua wakati mgumu ambao unaopitia kwa sasa. Lakini kidogo nimejichanga, nimekuchukulia dawa za kupunguza maumivu. Mwanangu, Mungu akubariki baba. Mungu akuzidishie uwezo mwanangu. Toto una imani wewe. Kama nimekusamia baba. Wewe mwanangu mwenye chumvi nyingi. Nimemzaa mwenyewe. Nimepata tabu. Lakini hata ajali mama. Ajali kuumwa kwangu yeye. Yeye anajali birthday tu. Unachomwambia yeye anajali birthday. Mwanangu ajui naumwaje. Mamangu, usiseme hivyo. Maana mimi toka ningali mdogo sikupata malezi ya mama yangu. Sijui hata upendo wa mama yangu. Nimelelewa na mama tofauti kabisa. Lakini tofauti na hilo mama yangu, kitu ambacho kinaniumiza kwa chumvi nyingi ni mwanao. Lakini hakusikilizi kwa chochote. Na wewe najua unampenda sana chumvi nyingi. Lakini pia mimi mwenyewe nimejaribu kumshauri, imekuwa tofauti sana. Mimi naomba tuachane na hayo mama. Mama yangu, kitu ambacho nakuomba kwa muda huu, naomba umeze hizi dawa. Mimi nikapambane niangalie kama nitapata hela ili nikupeleke hospitali. Shika dawa. Asante baba. Asante mwanangu. Mwana moyo wa imani hivyo hivyo. Mwana moyo wa huruma baba. Naumwa mwanangu. Pole sana. Naumwa baba. Ubuona sasa mama mtu, mchongo ndio hiyo anakupangilia. Yule bwana akajichanganya kama hivi, kinalika kwenye birthday yake, kwa mimi natakiwa niue. Yaani mimi sitaki kufanya show ya mchezo. Yaani natakiwa kama kupania na pania kweli. Na pania kweli, watoto mtaani hawana adabu. Sasa mimi naenda kuwashikisha adabu. Sasa lengo langu nimekuja hapa nikuulize mama mtu, vipi tunatimba? Kwani mbona unaanza kujishtukia? Sio kama najishtukia, mimi nakujua mambo yako. Wewe leo tunaweza tukaongea hivi, kesho unaenda kufanya hivi. Leo unaongea hivi, kesho yaani ukizengua nanuka kama nguru. Sasa jifanye mjanja afu ukatae michongo yangu steam. Au wewe unaniuliza hivyo unataka kwenda kuchukua vimada vingine? Vimada
wapi? Vimada wapi? Afu ngoja nikupangilie misondo sasa. Kama unavyojua mumeo unapendwa, unajua mumeo upipi mtaani. Kwa hiyo wasichana wazuri lazima wanipapatikie. Huyu Baruti atakuwepo, Baruti atakuwepo. Unajua mimi ndo pipi yao. Sasa mimi nilikuwa nataka makusudi uwepo. Umesikia? Show ile ni watu wanaangalia kwa jicho la tatu. Unajua bunge mnyamo hizo Baruti lazima atinge. Watu wengine huko mtaani shapata tetesi. Huyu Baruti anatimba, lazima na sisi tutimbe. Umeona? Kwa hiyo mimi kitu naenda kufanya pale, naenda kufanya show ya uhakika. Afu unajua vichechede lazima shobo. Vichechede shobo nini? Mnyamo hizi kama mimi clear nyuma. Afu tunakaa backbencher kama kule, natega VIP yangu classic number D, unakaa nyuma kule na kuita mtoto mzuri, tunatulia. Yaani ile VIP. Yaani sitaki shobo na mtu wote. Nachotaka wewe mama mtu uje. Umeona? Sawa. Mimi mwenyewe pia nimealikwa lakini kwenye shule. Kualika nani? Kanialika yule demo wake birthday boy. Basi ndo safi hiyo. Maana mimi lengo langu na mimi ilikuwa wewe uwepo, kwa sababu si unajua kama unavyoelewa. Mmemwona na Wasfa msanii, unajua mtaani hamna msanii, wasanii wote wanaimba ovyo ovyo. Wanawake wa mtaua na shobo kishenzi. Hapo iko mama mtu kama ndo umevimba hivi namna gani vipi, afu mimi nakuruhusu. Limo kichanganya namna gani? Tia kiwembe. Tia ndosa, fumua mchanganya mawigi, tia kwenye koto nikauzi. Unamkabidhi chizi lungu au tia viwembe. Basi sawa. Lakini sikia nikwambie. Mimi sitaki kunitia aibu kama siku ile tulienda kule Kimbiji, mimi sitaki. Nikutia aibu wapi? Wale wenyewe walizengua, muziki wenyewe ulikuwa mbovu ule. Afu watu wachache ndo walielewa show, wale wengine wote hawakuelewa show. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni emergency kwenye kazi. Sawa, yani leo wanawake zako wakae chonjo kabisa, maana leo nitawafumua atakayejishobokesha kwako. Ujipange. Kama mitama unaimudu, tia mitama. Ile inanisaidia mimi na nitengenezea blandi. Kama unajua ni watu wakisikia Baruti kagombaniwa na kwa hatari. Unyama sana mke wangu, naongeza blandi. Bwana noma. Usinitie uchizi. Blandi inakuwa kubwa, mlamba lips kama mimi sitaki kufeli, unajua. Hiyo. Bwana imtoka huko. Ya mwisho. Kwanza mimi niseme natoa shukrani kwa wote ambao mmehudhuria. Ukweli kabisa ni kwamba msijione wachache. Tuko wengi sana. Kuna baadhi ya watu wengine ambao wao walitakiwa kuja leo, lakini nikawaambia jamani, kama mko huko mbali basi msije leo. Umeshaelewa? Kuna wengine maana wanatokea Mwanza, wengine wanatokea Morogoro, wengine wanatokea Iringa. Lakini gari yao imepata accident. Watu wanaotoka huko tena wako wengi, mafuso kama 4 au 5. Lakini gari yao imepata accident na imefikia kipindi ni kwamba wameshindwa kufika hapa. Kwa hiyo nikafikiria katika akili yangu nikasema kama watu watachelewa kufika leo basi nitaibadilisha birthday yangu, nitaifanyia hata Mlimani City. Umeelewa? Kwa hiyo nikamwambia nifikiri hata kama mtafika usiku kesho yake au kesho kutwa, mimi nitajaribu kuwapanga watu wangu mtaani, tutabadilisha birthday tutaenda kufanyia sehemu nyingine kubwa. Sisi tunaelewa vizuri ndugu zangu. Na kishindikane kitu mbele yangu, na kwa sababu nimewaahidi ndugu zangu leo nitafanya birthday, nikasema nini nisiwastopishe. Muje alafu tufurahi kidogo kwa kijikeki kidogo kama hiki. Kwa sababu hata kama movie nayo inaanzaga trailer. Kwa hiyo hii ni trailer, kwa hiyo tutasubiri movie kamili. Tunaelewa vizuri? Lakini mbele yenu hapa kuna mtoto mzuri, nadhani mnamuona, anataka niwafanyie surprise. Yaani huyu ni mama chanja wangu, au kwa lugha fasaha ni demu wangu, au nyingine ni mchumba wangu. Kwa hiyo leo nataka nimveshe pete mbele yenu. Pigeni makofi kwa mama chanja. Pigeni makofi kwa mama chanja tena. Mkiona mademu hawapigi basi labda walikuwa wananitamani muda mrefu. Ila mkipiga tunataka jamani pigeni makofi. Hakuna ananipenda. Sasa mkono wangu kushoto kuna msanii hapa Bongo Flava amekuja. Atafanya sherehe, kuisherehesha sherehe yetu kwa kipindi chote ambacho tutakachokuwa tuko hapa. Lakini anaitwa Baruti. Baruti, wape kidogo kisi lako leo. Usalimie vijana. Thank you. Inapendeza. Na sio hapa tu. Tukienda Mlimani City huko mtamuona Diamond Domo. Hivi au sio bwana? Au yule Ali K. Yule jamaa tutamuona kule. Kikubwa ni kwamba tusubiri tu hao watu watakuja muda gani, saa ngapi, lakini birthday inaonenaje? Si bado iko pambe. Lakini mkono wangu kulia kuna jamaa mmoja anaitwa Arida D, mzee wa mapiano.
anawasalimia namna hiyo kwa aina ya kupunga. Na nyinyi pongeni. Lakini huyu bwana mkubwa nadhani tunamjua vizuri, tunamsikia hata kwenye redio. Ni DJ mkubwa Tanzania. Lingine lakini labda linalofuata kwa muda huu, huyu ni mpenzi ambaye niliyotambulisha mwanzo. Nampenda sana. Na ndio maana hata hii keki nimeitengeneza kike. Yaani kama keki ya mwanamke lakini ni keki yangu. Yote haya kwa sababu nampenda mpenzi wangu na nimemfanyia surprise kwenye keki. Nimeweka maua na kuna vitu vingine vinakaga hapo, nimeviweka juu. Yote tu kuonesha kwamba nampenda kiasi gani mpenzi wangu. Lakini kabla ya zoezi la kukata keki ndio linalofuata, tunatakiwa tunaimba happy birthday. Huku mimi nakata keki kwa nyimbo yenu laini, mnanirainisha sasa. Jamani, tuimbe kwa pamoja jamani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Chumvi. Happy birthday to you. Kata keki tule. Jamani. Kata keki tule. Kata keki. Chumvi, unawezaje kuendelea kufurahi ingalikuwa nyumbani umeacha matatizo? Wewe vipi mwanangu wewe? Mimi nipo kwenye birthday, unataka kunilibia birthday yangu babu? Wewe vipi babu? Masuala ya nyumbani kwangu yanakuhusu nini babu? Hebu niache bwana. Mimi nipo kwenye birthday hapa. Unasemaje ndugu zangu? Wewe vipi wewe? Mimi nadhani furaha imegeuka kuwa kilio sasa. Unamaanisha nini? Ina maana unajui kuwa umemwacha mamaka anaumwa. Sasa kuna shida gani? Kesho atapona, nitampa dawa, panado au mwarobaini nitamtumia mpogopogo, nitamkandia kwenye sufuria, nampa na kunywa. Shida nini? Chumvi, mamako ameiaga dunia. Mama amekuandikia. Mama. Pole sana kakaangu. Nimepoa dada yangu. Blaza, mimi naomba unisamehe. Wewe ndio unatakiwa kunisamehe kwa sababu nimeandika kwenye ukuta wenu pasipo ridhaa yenu. Naomba mnisamehe ndugu zangu. Kosa ni kuandika. Lakini na mimi naomba unisamehe tu kwa kuwa sikujua kilichokutokea. Na ni historia ya kusikitisha sana. Na sisi unapotuona hapa, huyu ni dada yangu kipenzi. Juzi tu tumetoka kuwapoteza wazazi wetu. Tena kwa kifo cha kutatanisha sana. Lakini blaza, kuna sehemu nyingi sana za kuandika kumbukumbu. Kuna diary, wengine wanaandika kwenye madaftari. Sidhani kama njia sahihi ni ya kwenda kuandika kwenye ukuta za watu. Shukuru Mungu, sisi wengine tumetoka na viatu hivi. Je, hii tabia yako ya kuandika hivi ungeenda kuiandika ubalozini? Ukakuta ukuta kule tena nyeupe, ukaandika kama hivi. Unajua ungekufanya nini? Wangekupiga bastola. Wale jamaa hata ukijificha watakutoa tu na bomu la machozi wakuue. Kwa hiyo acha hii tabia. Tafuta diary, andika kumbukumbu zako. Na sio kumbukumbu za huzuni tu, hata za furaha. Unanielewa blaza wangu? Dada, mimi nimemsamehe. Na kwa kuthibitisha hilo, naomba nimkumbatie. Nikumbatie bro. Nikumbatie na dada kidogo. Inatosha. Futa hapa. Kaka. Hapana kakaangu, nitafuta mimi.